Chama moko edo kanyo ni leta kachel kod kuyo ne okwako ganda hebo mano mabusia banka bende obila ne ojochielo gi magina ji mago mabende romo ariyo banka bende tulo ne omoche kind oganda kata jopiny kod obila esitego mago mabende jopiny mawuok e gwenge mabusia kono ne jomuolo e tesendo obila ka gidwaro mar mondo mi obila owe thuolo jal moro mabende ne ondhi. Alisikia risasi ya kwanza akatoka mbio kurudi nyumbani. Kurudi nyumbani akapigwa risasi kutoka nyuma. Side ya chest, side ya heart. On the left side of the heart from behind. Akapigwa hapo risasi, akaanguka kujua amepigwa risasi. Unfortunately akasuccumb. Ndio maana tuko hapa. La tuone the way forward. Papa akakuwa pronounced dead. Kuna mwingine pia anaitwa Teddy somebody. Huyu ambaye maaga hapa nyuma, hii mwili umeona hapa nyuma, anaitwa Fred Odhiambo. Alafu kuna Teddy amepigwa risasi kwa shingo. Pia amekufa, amepelekwa mochari. Kuna mwingine watatu anaitwa Nicholas Odhiambo. Amepigwa risasi kwenye bega na moja ikamguza kwenye uso. So pia wanajaribu contain situation. Nilichukua initiative, nikapigia regional commissioner Mr. Masharia. Wakati sasa zilianza pia nikapigia regional IPOA Mr. Emmanuel. Wakaniambia wanajaribu wawezavyo ili wa reach out hii county commandant. Wakajaribu kumpigia, hakushika simu. So sisi tunasema hivi. Sisi we are ready to die kama jamii. Okay, Fred kutoka kwake kwa nyumba, ametoka tu kwa nyumba saijaka akiingia hivi town. Anaitwa Fred Odhiambo. Fred mwenye amekufa anaitwa Fred Odhiambo. Ametoka tu kwa nyumba jioni akipita hivi. Dakika kidogo wananipigia simu ati ni kama tunaona mtu. Kufika vile nilikuwa nakuja nilijua amekufa tayari. Juu kulingana na vile nilielezwa ni kama ameaga. Kufika naambiwa like bado anapumua. Lakini kulingana na mwili yangu hadi niliambia mabeshte wangu sijui chenye nanifanya. Nilikuwa nasikia vibaya sana. Sisi tulikuwa tumeenda town kwa harakati ya kutoa Chikuze kwa sababu Chikuze pia alikuwa kwa process ya kutoa ndugu yetu ambaye anaitwa Joseph. Na kulingana na procedure za police station hatungeenda watu wengi kwa sababu ile ubina mnajua police station yetu ni ndogo. So tukatuma viongozi wetu wachache waende washughulikie maneno. Baadaye mambo ikarudi ya kwamba Chikuze ameshikwa. So hii Chikuze bado viongozi wakaenda kuintervene. Na wakati ya intervention iko kinyozi moja ilikuwa imevamiwa na machokora ya town. Na hiyo kinyozi bado ni ndugu yetu tu. So kwenda kwa hiyo rescue, kumbe askari walikuwa prepared tayari wakishika Chikuze juu tulipata wamevaa helmets, wamevaa boots, wako ready for war. Na wakaanza kufire live bullets. Unaona? So far sisi tumeconfirm watu watatu. So far ni watu watatu na nataka nikumbushe ndugu. Nimetoka kwa nyumba, tumekuwa na papa. Tulikuwa members tumekaa. Akatoka, mke wake yuko hospitalini. Akaenda hospitali, kutoka ni Javida alimuita akamwambia kinyozi inavunjwa. Yeye hakukuwa kwa maandamano.